Uhali gani mwanafunzi wa darasa la umeme? Karibu tena katika mwendelezo wa darasa letu, na leo tunaenda kujifunza wiring installation. Yes, nitegee vizuri sikio lako ili uweze kupata kitu kikubwa hii leo. Kuna aina mbili za wiring. Kuna wiring za majumbani, lakini pia kuna wiring za viwandani. So nitegee vizuri sikio lako ili uweze kupata kitu kikubwa hii leo, na darasa hili ni special kwa ajili ya watu aina mbili. Aina ya kwanza ni wewe mwanafunzi wangu ambaye unataka kuja kuwa fundi mkubwa, lakini mtu wa pili ni huyu mteja ambaye ana ndoto ya kuja kupiga wiring nyumbani kwake, au sasa hivi unataka kupiga wiring nyumbani kwako. Nataka nikufumbue masikio, yaani ukimwita fundi nyumbani kwako akupigia wiring, kuna vitu muhimu sana lazima uvijue kama mwenye nyumba. Sawa? Usimwachie tu fundi afanye anachokitaka yeye pasipo wewe kujua. So nikwambie tu, nitegee vizuri sikio mwanzo mpaka mwisho wa darasa hili la leo, na nikwambie kama bado hauja subscribe now ili unapata notification pindi ninapoweka video mpya. Nikwambie tu darasa la leo naenda kutoa siri za mafundi wapuuzi ambao wanafanya kazi mbovu. Mimi nafundisha kazi nzuri. Kama unataka kufanya kazi, basi fanya kazi nzuri ili kutengenezee connection nyingi na uweze kupata kazi nyingi. Sawa Jamani, wiring installation. Leo tutaanza na wiring za majumbani. Sawa Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uzingatie pindi unapoenda kufanya wiring, ujue kuna aina mbili za socket. Niliwaambieni wanafunzi wangu wote, hata kama hujapitia VETA, sawa, hujasoma chuo chochote kile, kupitia darasa hili la umeme na wewe utakuwa msomi ambaye utakuwa unajua kila kitu kama wale ambao wameenda vyuoni. So kikubwa ni kwamba ni kunitegea tu sikio vizuri ili uwe unanasa kila kitu ambacho nakupatia. Jamani, kuna aina mbili za socket. Socket. Sawa. Ziko aina mbili za socket. Socket ya kwanza ni light socket. Sawa. Socket ya pili ni power socket. Mtu yoyote akikuuliza kuna aina ngapi za socket, utamwambia kuna aina mbili za socket. Ya kwanza ni light socket, ya pili ni power socket. Okay, socket yenyewe hii ni nini? Okay. Mtu amekuuliza sasa, aina mbili umeshazijua, lakini atakwambia socket yenyewe ni nini? Hivi socket ni nini? Umeelewa? Socket ni ule mpangilio wa kazi yako, ndio tunaita socket. Sawa Kwa hivyo sasa, unapoenda kufanya wiring sehemu yoyote, hakikisha lazima uwe na socket katika wiring yako ambao unafanya nini? Unaifanya. Lakini pia wewe ambaye unataka kupigiwa wiring na fundi, sawa, kuanzia sasa hivi manake utakuwa umejua kuna kitu kinaitwa socket, yani mpangilio wa kazi yako. Kwa hiyo lazima umsimamie fundi, umwambie niambie kuna socket ngapi ambazo unazoziweka. Kwa hiyo kama fundi hajui, wewe ndio utakuwa unampa maelekezo, japokuwa haujui chochote, haujui waya inapita vipi, lakini leo nitakujuza, utajua ni namna gani fundi anatakiwa kufanyia kazi nzuri nyumbani kwako. Jamani, ni bora ukosee kupaka rangi, bora ukosee ukuta, unaweza ukaubomoa ukaujenga. Lakini ukikosea kwenye umeme, athari zake ni kubwa. Nyumba umegharamikia kutoka chini mpaka juu, umeme unaweza ukaja kuunguza nyumba yako kwa vitu vidogo sana ambavyo mafundi wazembe wamekuwa wakivifanya. Kwa hiyo wewe mwanafunzi wangu, sitaki uwe mzembe, sitaki ufanye kazi ambayo leo nitawaambieni kazi nyingi sana ambazo zinafanywa na mafundi waovyo. Sawa? Kwa hiyo hata wewe pia sasa hivi kama uko na fundi na kupigia wiring, basi mwambie nahitaji socket, mpangilio wa kazi. Na huo mpangilio wa kazi ni nini? Endelea kunitegea sikio Mwalimu Mtema mwanzo mpaka mwisho wa darasa hili la leo. Leo tutaanza hapa kwenye light socket, then tutakuja kwenye power socket. Light socket ni
saketi ya taa, namaanisha mpangilio wa kazi katika upande wa taa. Hakuna nyumba ambayo haina taa, sawa? Kwa hiyo manake unapotaka kufanya wiring, hakikisha uweze kutambua katika nyumba kuna taa ngapi, sawa? Ukishajua kuna taa ngapi, utajua katika light socket zitakaa saketi ngapi kwenye upande wa taa. Tumeelewana? Utanielewa. Light socket kwenye taa, saketi maana yake ni mpangilio wa kazi. Kwenye main switch, katika main switch yako, hii hapa ni main switch. Ndani ya main switch kuna circuit breaker. Kuna circuit breaker ambayo inajiwasha na kujizima, yaani ile unawasha manual, lakini ikitokea short yenyewe inajizima. Ile inaitwa circuit breaker. Lakini pembeni kuna fuse. Tuchukulie main switch yako ina njia 4, sawa? Njia ya main switch ni hizi MCB, au nikwambie tu ni fuse, sawa? Kwa sababu fuse ni kazi yake ni kukata endapo itatokea short. Kwa pia hii inaitwa MCB kifundi. Huwezi kumwambia mtu nataka fuse 4. No. Utamwambia nahitaji MCB miniature circuit breaker, kwa sababu MCB hiki ni kifupi, lakini kirefu ni miniature circuit breaker. Hizi hapa ambazo zenyewe huwa zinawaka, unawasha, na pia huwa zina trip. Kwenye main switch kinacho trip pamoja na hizi miniature circuit breaker huwa zinajizima. Kujizima kwa hii hapa sio mpaka itokee short. Kukitokea kitu kinachoitwa overloading, yenyewe huwa inafanya nini? Inashuka. Kwa leo pia utajua overloading ni nini. Endelea kunitegea sikio. So kwenye hizi hapa MCB huwa zinakuwaga na namba. Kwa mfano leo katika njia yetu 4 ya main switch kuna MCB 4, maana yake ndo njia 4. Ya kwanza ni 10 ampere ambayo ndo hii hapa. Ya pili ni 20 ampere. Ya tatu ni 25 ampere. Ya 4 ni 32 ampere. Sawa? Kila MCB hapa ina kazi yake. Sawa? Ampere 10 hii tunaitumia katika upande wa socket ya taa. Tumeelewana? Ampere 10 tunatumia katika upande wa socket ya taa. Tumeelewana eh? Sisemi ampere 20, ampere 25, ampere 32 ukiweka ifanyi, itafanya. Nitawaambieni huko mbele. Lakini kitaalam na kiufundi tunatakiwa tutumie ampere 10 kwa ajili ya saketi ya taa. Hata hizi miniature circuit breaker zinavyotengenezwa huko, zinatengenezwa kwa namba kwa tofauti, maana yake namba 10 itaenda kwa ajili ya taa. Zipo mpaka namba 6 ampere, pia nayo inatumika kwenye taa. Kwa hiyo ampere 10 ya taa inachukua taa ngapi? Sawa? Ujue kwamba MCB ya ampere 10 ina operate taa ngapi? Sawa eh? Utachukua ampere 10 yako hii hapa, sawa? Utajumlisha taa 12. 12. Sawa? Kwa hivyo MCB yako moja ukiwasha hii pap, zinatakiwa ziwake taa 12. Tena wengine huwa tunawekaga taa 10 tu ziendeshwe na MCB moja. Sawa? Kwa hiyo kuanzia sasa hivi umeshajua kwamba MCB moja ya ampere 10 itaendesha taa 12, zisizidi hapo. Ikitokea katika nyumba kuna taa 64 ziko nyumba, kuna nyumba zina taa nyingi sana, kuna taa 64. Kwa hiyo cha kufanya hii 64 utagawa kwa 12, utapata MCB ngapi? Maana yake utatoa 12, kila taa 12 zinakuwa na MCB yake. Na utakapoona nyumba ina taa nyingi, basi hakikisha main switch ya nyumba hiyo lazima itakuwa kubwa, kwa sababu MCB zitakuwa ni nyingi. Tumeelewana eh? Lakini nyumba za Uswahilini utakuta taa zimezidi sana, labda 20, 22. Kuna nyumba zina taa nyingi mashallah. Kuna nyumba nyingine wenyewe taa zimezidi sana 6.
Kwa hiyo ukipata nyumba ambayo ina taa 6, basi saketi ya taa itakuwa ni 1 kwa sababu haijafika 12, na hata ikitokea zimeongezeka maana yake itaishia kwenye hii ampia 10. Tumeelewana? Kwa hiyo lengo la darasa hili la leo, mafundi wengi sana wamekuwa wakibebesha mzigo mkubwa hii ampia 10. Taa 64 inatoka MCB, yani MCB ni moja inaendesha taa 64. Hili ni kosa kiufundi. Kuna kampuni ukienda kufanya kazi wanazingatia kila kitu. Kwa hiyo lazima msingi wako uanze kuwa chini, usije ukakosea huko mbele ukakosa kazi. Kwa hiyo MCB ampia 10 itaendesha taa ngapi? 12. Safi sana. Kwa hiyo ikitokea umeizidisha, umeipa 64, kitu ambacho kitakachokuja kutokea inaitwa overloading. Kwenye umeme tunasema overloading. Lakini mfano wa overloading ni wewe kama una kilo zako 65, alafu tukajikusanya tukakupa mzigo wa kilo 105 au 120 tukakubebesha kichwani. Kilo zako na ule mzigo ni vitu viwili tofauti. Utabeba hapa kwa sababu ya njaa utabeba, lakini ukitembea haitazidi dakika 5 au dakika 10, lazima utafute sehemu ufanye nini? Upumzike. Kwa hiyo kwenye umeme kupumzika kwake maana yake MCB hii hapa itatripu, itakaa chini. Ukiona MCB ina tripu mara kwa mara, sio circuit breaker, MCB ina tripu mara kwa mara, ujue katika hiyo nyumba kuna kitu kinaitwa overloading. Yani MCB imezidiwa mzigo. Mzigo unaobeba ni tofauti na MCB inavyotaka. Tumeelewana eh? Kwa hiyo kama unataka kupigiwa wiring sasa hivi, hakikisha uzingatie iko kitu. Mwambie fundi, nahitaji unipangie socket vizuri nielewe. Nahitaji nyumbani kwangu nikizima MCB ya ampia 10, zizime taa 12. Zisizidi hapo. Sawa, fundi mwenyewe utamchanganya. Huyu vipi sasa huyu? Nikwambie kitu. Nimewambia nitawapeni siri ya mafundi umeme. Sawa, kila mtu huwa anakula kazini kwake. Iko kitu ambacho hakipingiki. Hata wewe ambaye unafanya kazi huko utaongeza 0.0, mambo mengine yataenda. Mafundi umeme nao huwa wanakulaga kwenye kazi zao. Kwa hiyo nikwambie fundi, kama unataka kupiga kwenye kazi yako, basi mwambie tu bwana material mengi, sawa, utapata huko. Umeelewa? Lakini usije ukamfanyia mteja wako hii kitu ampia 10 ukaibebesha mzigo mkubwa wa taa. Tumeelewana? Utakuwa umefanya kazi mbaya, kwa sababu hiyo nyumba tripping hazitaisha. Kila siku MCB zitakuwa zinashuka. Sawa, tunaendelea. Tumekuja katika ampia 20. Jamani, kwenye upande wa light circuit tumeelewana? Usizidishe zaidi ya taa 12 kwenye MCB ya ampia 10. Sawa eh? Hii ni upande wa taa. Hapa kwenye light circuit hatujakaa sana. Sehemu ambayo tutakaa sana ni kwenye power circuit. Ndo hapa ambako tunaelekea. Kwenye light circuit tumeelewana? Taa zisizidi 12 kwenye MCB ya ampia 10. Ikitokea taa ziko 18, maana yake tutaka MCB ngapi? Taa 12, au unaweza ukagawa 10-10. Kama taa ziko 18 unaweza kawagawa huku 10, taa 8 zikawa na MCB yake. Maana yake nikija kwenye main switch naangalia tu MCB namba 10, nitawasha pap, itawaka, zinatakiwa ziweke taa 10 au 12. Nikija MCB nyingine iwake. Maana yake nikitaka kuzima upande wa chini ya ghorofa kuna taa 8 na juu kuna taa 10, basi nikizima kwenye MCB izime upande wa chini tu. Na nikitaka kuzima upande wa juu nitaenda kwenye MCB ya kuzima upande wa juu. Ikitokea nimeenda kuzima kwenye MCB namba 10 zikazima nyumba nzima, umefanya kazi ya kihuni, sio ya kiufundi. Mimi Mwalimu Tema nakupa secret, nakupa siri, nakupa vitu ambavyo hauwezi kuvipata popote. Sawa eh? Mimi sina roho mbaya, napenda sana nyinyi muwe mafundi wakubwa sana. Pia nawapenda nyinyi ambao mnataka nyumba zenu zisiwe na shida katika upande wa umeme. Okay, tunahama hapa. Tunakubaliana tunahama? Kama haujaelewa chochote kwenye circuit ya taa,
unaweza ka comment hapo chini, nitakujibu. Na unaweza pia ukanipigia simu ukaniuliza swali katika namba hizo hapo, nitakujibu. Okay, tunaenda sasa katika power socket. Power socket ni nini? Hapa ndipo ambako mafundi wengi pia wanafanya ujinga mkubwa sana. Nitegee vizuri sikio wewe mwanafunzi wangu, lakini pia nitegee sikio vizuri wewe ambaye sasa hivi unanisikiliza, unataka kupiga wiring nyumbani kwako, au sasa hivi kuna fundi anaendelea kupiga wiring nyumbani kwako. Nitegee vizuri sikio. Jamani, power socket hapa kwenye power socket naomba munisikilize vizuri kweli kweli. Sawa? Mnisikilize vizuri kweli kweli. Power socket. Nimesema kuna aina mbili za socket. Ya kwanza ni light socket, ya pili ni power socket. Power socket, ukisikia power, neno power katika umeme, sawa eh? Power manake kwenye light socket manake kule tuna taa ambayo sawa, tutakuwa na balbu ambayo itakuwa inawaka. Power itaenda itawaka, manake power namaanisha ni ule umeme na ile nguvu ambayo imeenda kuwasha taa. Lakini tukija katika power socket ni socket ambayo inaendesha vitu vyote. Kwa mfano tuna switch socket, sawa, tuna double pole double pole DP switch, sawa. Ukisikia double pole maana yake kifupi, hiyo ni kirefu, kifupi ni DP switch. DP switch ni ile switch ambayo inatumika kwenye kuwasha AC, na maanisha air condition, lakini pia water heater, sawa, alafu water pump, yote tunatumia DP switch kuwasha. Kwa hiyo kirefu cha DP switch ni double, sawa, double pole. Alafu pia kuna single pole. Tumeelewana? Single pole ni iko katika upande wa taa huko. Kuna single pole na double pole. Twende hapa katika double pole. Kingine power socket nyingine tuna kuka yenyewe pia ni power socket. Kingine tuendelee, mwingine nani endelee? Tuna switch socket, DP switch, kuka, nyingine nyingine hii nini? Okay, sawa. Nimesema kuna switch socket, DP switch, ambayo DP switch ndio imejumlisha hapa water heater, imejumlisha water pump, imejumlisha air condition. So hivi ni vitu ambavyo vyote ndio tunaita power socket. Manake ni socket ambayo inaenda power ndani yake, ambayo inajumlisha L na N, live na neutral. Hii yenyewe ndio inaitwa power socket. Katika socket ya taa tunasema single pole, sawa. Kwenye power socket tunasema double pole. Double pole manake zinaenda waya ngapi? Waya mbili, manake live na neutral. Lakini kwenye single pole katika light socket inaenda waya moja tu kwenye switch. Umeelewa eh? Kwenye wiring ya taa, ndugu zanguni, haiendi neutral. Marufuku kupeleka neutral kwenye switch ya kuwashia taa. Ukipeleka neutral, labda kwa sababu labda njia imekuwa ngumu sana, ndio utafanyaje uipitishe, lakini usifanye connection yoyote, wala neutral haitakiwi kupita kwenye switch ya kuwashia taa. Ni kosa kubwa sana, sawa eh? Waya wa neutral unapita kwenye double pole, ambazo double pole tuna switch socket, tuna DP switch, tuna kuka. Hizo ndo sehemu ambazo waya wa neutral utapita, ndo maana ikaitwa double pole. Tumeelewana? Umeelewa mwanafunzi wangu?
waya wa neutral haupiti kwenye switch ya kuwashia taa. Kwenye switch zinakuja power, zinakuja switch waya tu, neutral zote zinaishia juu. Kwa hivyo sasa switch socket yenyewe ni double pole, si ndio? Ina live na neutral. Switch socket haiwezi kuwaka na live peke yake bila kuwa na neutral. Yaani TV yako, friji lako, sabufa lako, kompyuta yako haitaweza kuwaka pasipokuwa na neutral. Wala taa haitawaka pasipokuwa na neutral. Sawa Ukiona katika switch socket, katika taa haiwaki, umechukua tester ukaenda ukapima, live ina moto na neutral ina moto, hapo kuna shida upande wa neutral, manake inafanya nini? Inarudisha. Nitakuja na darasa maalum kabisa la neutral kurudisha. Sawa Kwa hiyo sasa sehemu ambayo unatakiwa uzingatie ni hapa kwenye switch socket, DP switch na kuka, yani manake kwenye kwenye double pole, hii power circuit. Jamani, kwenye switch socket nilisema kuna MCB 10 na kuendelea. Kwenye ampere 20 yenyewe itaoperate switch socket 10. Tumeelewana? Ampere 20 itaendesha switch socket 10 katika nyumba yako. Tumeelewana tena? Mwambie fundi wako akupangie vizuri socket katika nyumba yako. Switch socket zisizidi 10 kwenye MCB moja ya ampere 20. Ukizidisha hapo ndo kuna kitu kinaitwa overloading kitatokea hapo mbeleni. Matumizi yakija kuwa makubwa, MCB itazidiwa, Tumeelewana Ampere 20 itatumia switch socket 10. Maana yake kwa mfano switch socket zako zipo 32 katika nyumba yako. Sawa? Kama switch socket ziko 32, kitu cha kuzingatia mwanafunzi wangu, hakikisha unahesabu kama switch socket ziko 32. Mwalimu Mtema alitufundisha socket moja inatakiwa ibebe switch socket 10. Tumeelewana? Maana yake 10 ampere. No, 20 ampere. Hii kwenye power circuit inabeba switch socket 10. Kwa mfano, una switch socket ya kwanza hapa, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Nimetoa mfano wa switch socket 5. Lakini kuna watu naweza nikatoa mfano switch socket 5 na yeye akakalili hapa ni 5 tu. Ngoja niwaekee ziwe 10. Switch socket zikishakuwa 10 hapa tayari umeona switch socket 10. Nyumba yako na switch socket mpaka 60 mpaka 50. Umeelewa? Cha kufanya hizi 10 zinatakiwa ziwe na nini? Ziendeshwe na MCB moja. Nikienda kuzima kwenye main switch MCB ya ampere 20, upande huu wote ukose moto. Kwa hiyo utafanya hivi. Utafanya looping kwenye circuit zote 10. Itategemea utafanya radio au ring circuit. Nitakuja kuwafundisheni radio na ring circuit. Umeona? Baada ya kupata hizi zote, huyu amempa huyu moto, ndo utatoka hapa. Utakuja kwenye main switch. Hii ni main switch yako. Moto umeingia hapa. Baada ya kutoka hapa imekuja kwenye MCB ya ampere ngapi? 20 ampere. Ambayo hii ukiwasha zitaendeshwa socket ngapi? 10 tu. Baada ya hapo kama kuna switch socket nyingine utatengeneza another circuit. 1, 2, 3, 4, 5. Maana yake sasa na hizi zitatoka huku zitakuja kwenye nini? Kwenye main switch ambayo itaingia tena katika MCB ya ampere 20 ampere. Maana yake zishakuwa ngapi? Zishakuwa 2. Kama socket ziko nyingi, hakikisha socket hizi MCB zitakuwa hata 3 hata 4 zinazoenda kuoperate. Kila switch socket zinatakiwa ziwe 10 10 10. Ukizidisha hizi zote zikawa katika socket moja, kinachokuja kutokea hapo
ndio itaitwa overloading. Na wewe ambaye unataka kuwa fundi mzuri, ukienda kufanya kazi mahala popote, ukafanya ukafanya unachokitaka wewe, yani switch socket ya 40 zote ukaziweka katika MCB moja, ndugu yangu, kama watafuatilia, kama kuna wataalamu wa umeme vizuri, utakosa kazi. Watakuona kabisa wewe mbabaifu. Fuata sheria. Hata kama kampuni haipendi masuala ya fuatilia, wewe fuata sheria. Na ndio maana tunaambiwa tufanye ibada tufanye ibada hata ikitokea huko tunakoenda hakuna Mungu, iwe fresh. Lakini ukisema sifanye ibada kwa sababu huko hakuna Mungu, aya, ukienda ukimkuta sorry. So tunahitaji kufanya kazi nzuri. Kwa katika upande wa power circuit, kwenye upande wa switch socket, kwa hiyo MCB ya ampere 20 ita operate switch socket 10. Sawa Naama hapa kwenye switch socket. Naama Sawa. Mimi napenda sana muelewe, napenda sana muelewe. Na kitu ambacho nakishukuru wanafunzi wangu wengi sana sasa hivi mmekuwa mafundi wakubwa. Napenda sana ushuhuda ambao mnanileteaga kwamba mtu sasa hivi anaendesha maisha yake kwa sababu ya darasa hili la umeme. Kwa hata wewe ambaye una ndoto ya kuwa fundi umeme, ukinisikiliza tu mimi, nipe tu muda, lazima uwe fundi. Sawa. Tunakuja sasa katika double pole. Na maanisha double pole ni DP switch. DP switch ambayo ina operate AC. Sawa? Ina operate water heater, ina operate pump. Katika main switch, ukisikia nyumba ina AC 20, basi ujue zinatakiwa MCB 20 zioperate hizo AC. Sio MCB moja ikawasha AC 20. Yaani ukiwasha inaenda kwenye DP unawasha, hapana. Unachotakiwa kukifanya kwenye main switch, kuna MCB 4, ampere 20 ampere. Ampere 20 jamani, inaingia sehemu nyingi kwenye switch socket, lakini pia kwenye DP switch, kwenye upande wa air condition, kwenye water heater, kwenye water pump. Sawa? Kwa hiyo sasa kama nyumba ina AC 4, kwa hiyo kila AC itakuwa ina fuse, ina MCB, ina miniature circuit breaker ya kwake. Tumeelewana? Itatoka, itakuja kuchukua hapa kwenye ya kwanza, itatoka ya pili, itatoka ya tatu, itatoka ya 4. Ndio tunafanya hivyo. Kuna mtu alinipigia simu, teacher, kuna sehemu naenda kupiga wiring ya nyumba, alafu yule mwenye nyumba ana AC 6. Sasa hapa anataka nitoe waya mmoja kwenye MCB ya ampere 32 nikalishe AC zote 6. Nikamwambia don't do that. Usijaribu. Hata kama itafanya kazi kwa wakati ule, siku ikitokea air condition zote zinafanya kazi, ka MCB kako katafanya nini? Kataanguka. Kila siku utapigiwa simu akaacha. Hata kama makubaliano ya pesa ni madogo na uwe mteja wako, mwambie ukweli, mwambie bosi, siwezi kufanya kazi yako kwa pesa hiyo, kwa sababu nikifanya kazi kwa pesa hiyo nitakufanyia kazi mbaya, na mimi sipendi kufanya kazi mbaya. Ataamua yeye amtafute fundi wa bei rahisi au aendelee kufanya kazi na mimi. Nikwambieni tu jamani, njaa zimepelekea nyumba nyingi sana kuungua na umeme. Njaa za mafundi. Fundi au mafundi tuko tofauti. Kuna fundi yeye huyo aachi hela. Nyumba ya kufanya 2 milioni, yeye ukimfuata ukimwambia 600,000 anafanya. Ogopa sana huyo mtu. Atakufanyia kazi ya ovyo. Sawa Atakufanyia kazi ya ovyo kulingana na pesa ambayo umempa, na kazi kubwa. Mimi kuna mtu mmoja nilisha kumfundisha, alinizidi umri. Sawa? Ni mkubwa kwangu, tena sio kidogo sana. Nilimfundisha kazi, kuna sehemu mimi nikapata kazi ya kwenda kupiga wiring nyumba kubwa sana. Yule mama alichoniambia, aliniambia, baba mwenye nyumba nilimwambia hii kazi ni 3 milioni. Akaniambia sawa, haina shida, Mtema, kesho njoo anze kazi. Nikasema sawa. Kaja kumshirikisha mke wake kasema pesa nyingi, nitie huyo Mtema. Nimefika pale, mama ananiambia siwezi kufanya kazi kwa hiyo hela.
Mimi nina 700,000. I say nyumba ilikuwa ni apartment kubwa. Kitu ambacho nilikifanya nikamwambia mama, kwa 700,000 siwezi kufanya hii kazi. Kiukweli nilikuwa sielewi hiyo siku. Nilikuwa sina pesa, sijui mchana mimi nitakula nini, lakini nilikataa ile kazi. Kazi kubwa ambayo inaweza kachukua mpaka wiki 2. Sawa? Mtu ananiambia afanye kwa 700,000. Basi mimi nikaondoka zangu. Yule mshikaji ambaye nilimfundisha mimi kazi akaenda kuchukua ile kazi kwa 700,000. Akaenda kuifanya yeye. Baada kama mwezi mmoja na nusu nilipigiwa simu haraka na yule faza. Njoo faster nyumbani, nyumba inataka kuwaka moto. Nimefika pale, nimekuta juu kwenye dari kote kunafuka moshi. Nikashuka nikamwambia what is wrong father? Mimi nakuheshimu wewe. Kaniambia bwana, hapa alikuja mtu fulani na muhifadhi jina, pia ni mmoja wa wafuatiliaji wa darasa langu. Akaniambia alikuja fulani akafanya kazi hapa. Nikamwambia nitie mama. Mama kaja. Lazima yeye nisamee bwana, hii nilimuta yule. Wewe si ulinikatalia? Nikamwambia hapana. Wewe umefuata rais. Lakini sasa hivi kitu ambacho kimetokea umenitafuta tena mimi. Mimi msimamo wangu ni ule ule. Siwezi kufanya hii kazi chini ya 2,000,000. Yaani mfanye hela ndogo ni 2,000,000 kwa sababu nilimwanzia 3,000,000. Akaniambia sasa sishapigwa walingi hapo. Wewe fanya tunakupa 700,000 ile ile. Nikamwambia sifanyi, muiteni nyumba hapo inatoka moshi. Baba akaniambia sikiliza, fanya hii kazi. Nikamwambia faza, sawa hii kazi mimi nafanya, lakini waya zote za ndani zimefanya nini? Zimeungua. So tunapaswa kwenda kununua waya nyingine upya. Kwa hiyo tukanunua waya tena zote. Sawa? Na pesa yangu wakanigea. Nakumbuka nilifanya ile kazi kwa 2,000,000. Lakini ukweli umweka mtu huru. Hakuna waya ambayo iliungua. Sawa? Kwa maana yake zile waya zote ambazo tulinunua siwafundisheni hiko kitu. Kwa hiyo cha kufanya, fanya kazi nzuri, usipende sana rahisi. Rahisi itakuja kukosti baadaye. Sawa ndugu yangu? Sawa Kwa hiyo usilazimishe kazi. Riski zipo. Usilazimishe kazi hata kama una njaa kiasi gani. Kazi ikiwa kubwa anataka kukupa pesa ndogo, acha. Utafanya kazi mbaya, mtakuja mfungwe. Wengine hamna certificate, hamna vyeti. Kwa sababu cheti ni kama license kwenye gari. Ukimgonga mtu akifa, there's no problem. Sawa? Kesi ni ndogo tu itaisha. Lakini kama una leseni ukimgonga mtu manake utashtakiwa kwa kosa la mauaji. Hata kwenye umeme, hatuombei atokee matatizo. Lakini fanya kazi nzuri ili kuepuka na matatizo yote. 1% kubwa sana mafundi hawana vyeti. Tumeelewana Fanya kazi nzuri ili matatizo yasitokee. Kwa hiyo katika kila AC itakuwa na MCB yake 20 ampere, 20 ampere, 20 ampere. Sawa? Zote. Kwa maana yake kila air conditioning mtu anatakiwa, kama wewe ni mwenye nyumba, unatakiwa ukizima MCB ya kwanza, izime AC ya kwanza. MCB ya pili, izime MCB ya pili. MCB ya tatu, izime MCB ya tatu. Lakini kataa wahuni. Ukiona MCB imezimwa moja au anakuambia bwana nimeweka hapa breaker kubwa ambayo itakuwa nazima AC zote, mwambie nahitaji socket iwe katika kila air condition. Sawa? Ikitokea sitaki kuzitumia AC 4, AC zangu ziko 8, maana yake nikizima ile switch kubwa AC zote zitakosa moto. Ndio kitu ambacho hatukitaki kwenye kazi ya umeme. Mteja mpe uhuru wa kufanya kazi yeye mwenyewe, yani wa kutumia kitu anachokitaka. Kuzima AC ya ghorofa ya 3 azime. Sio unamlazimisha sasa azime circuit breaker kubwa hapa au isolator umeiweka AC zote zizime. Ni kazi ovyo. Sawa Okay, tunakuja katika upande wa kuka. Upande wa kuka penyewe hapa kuna shida. Kwenye size ya waya ambayo inatakiwa itumike kwenye light socket ni 1.5. Sawa? Waya 1.5 waya, nilisahau kuwafundisheni hiki kitu hapo mwanzo. Lakini katika upande wa power socket zote ni 2.5. Kwa pia uzingatie kitu hiki hapa kikubwa sana. Hakikisha katika upande wa power socket itumike 2.5. Usikubali nyumba yako ifanyiwe katika upande wa power socket uweke 1.5. Madhara ya kutumia waya mdogo kwenye matumizi makubwa, itakuja siku moja italainika. Itakuwa inafanya nini? Inazidishwa mzigo,
itakuwa inalainika nani MCB itakuwa na trip. Kwa hiyo zingatia light circuit 1.5, power circuit 2.5. Lakini power circuit hapa kuna kitu kimoja kinaitwa kuka. Kwenye kuka hapa tunatumia 4 mm au 6 mm. Tumeelewana? Kwenye jiko la umeme tunatumia size ya waya wa 4 mm au 6 mm. Ukitumia waya chini ya hapa, manake jiko likiwa nafanya kazi, ile waya itahiti. Ikihiti MCB itafanya nini? Itatripu. Kwa hiyo hakikisha unatumia 4 au 6 kwenye wiring ya kuka. Na jiko moja la umeme linatumia MCB moja ya 32 ampere. 32 ampere itaenda kwenye jiko moja. Sio 32 ampere ikalishe majiko 20. No, wala mawili. MCB moja 32 pop itawasha jiko. Tumeelewana? Jiko moja. Kama majiko yako 6, maana yake kutakuwa 32 mara ngapi? 6. Tumeelewana? Lakini sasa nikwambie, ukitumia 4 mm kwenye light circuit, kitakachokuja kutokea, waya zimeanza chini kuja juu. 1 kwa ajili ya taa, 2.5 kwa ajili ya power circuit, na kuka utatumia 6. Ikitokea umetumia 4 mm kwenye light circuit, balbu zako zitakuwa zinaungua muda wote. Ukitumia waya mkubwa kwenye light circuit, balbu zitaungua muda wote. Mwezi hauishi, taa imeungua. Ukiona hicho kitu, basi ujue kuna moto mkubwa unapita kuelekea kwenye taa yako. Kwa sababu waya ukiwa mdogo, current inakuwa ndogo. Waya ukiwa mkubwa, current inakuwa kubwa. Taa ziko tofauti na watts tofauti. Nyumba nyingi sana za Uswahilini hawatumii mataa makubwa. Taa zinakuwa za size. Kwa hiyo manake waya ikiwa kubwa ambayo imefanyika kwenye wiring, balbu zitakuwa zinaungua. Kila siku utakuwa unabadilisha balbu. Sawa, kwa hiyo tuzingatie 1.5 light circuit, 2.5 power circuit, lakini kuka utatumia 4 mm mpaka 6 mm. Jamani, mimi nawaambia tu kitu kimoja, natamani muwe mafundi wakubwa sana, natamani wewe mteja nyumba yako isisumbue chochote kuhusiana na umeme. That's why nimeweka muda wangu kwa ajili yenu nyinyi. Kwa hiyo nikwambie, tukutane katika darasa lijalo, kuna mengi sana mazuri. Sawa? Usisahau kusubscribe. Ni mimi mwalimu wako Mtema. I love you so much.